Ni mwaka 2026 na AI imefanya revolution kubwa kabisa. Vitu gani ambavyo vimefanyika? Lazima tuweze appreciate AI kwa level iliyofikia. Namba moja kabisa, tunaona chatbots zimekuwa nyingi duniani. Tunaona ChatGPT, tunaona Claude Sonnet ya Anthropic AI. Tunaona pia kuna DeepSeek, kuna Qwen, kuna Grok. Zipo AI nyingi sana ambazo zinafanya vitu vikubwa sana. Tunabidi tuweze appreciate AI kwa level iliyofikia. Kwa sababu gani? AI ilianza miaka mingi sana. Takriban miaka 70 mpaka sasa hivi. Tunaona AI imefanya mapinduzi makubwa sana. Tuna uwezo wa kufanya vitu vikubwa sana. Tunaona kuna marobot, tunaona pia tuna vitu kama vile chatbot ambazo zinatusaidia katika vitu mbalimbali. Tunaona kuna automation nyingi ambazo zinafanyika kutumia AI. Hivyo tunabidi tuweze appreciate. Na kama hujasubscribe, hakikisha umesubscribe, like pamoja na kucomment. Na vitu vingine ambavyo ni vya muhimu sana AI imetusaidia. Inatusaidia kufanya vile vitu vidogo vidogo, kufanya zile automation, kufanya vitu vingi sana. Tunaona kabisa AI imeleta revolution. Haijaondoa kazi za watu, bali imetusaidia sisi kuweza kufanya vitu ambavyo ni vikubwa. Kitu cha muhimu sana, nadhani kama unakumbuka, kuna video ya nyuma ambayo nilikuwa naelezea kwa nini Apple pamoja na Google umefanya partnership katika AI. Video itakuwepo katika description, na tutaenda moja kwa moja kabisa kuelezea AI ilivyoanza, ilianza muda gani, na mpaka sasa hivi tupo katika level gani. Basi mnamo mwaka 1950 kuna mathematician mmoja alikuwa anaitwa Alan Turing, ambaye alikuja na swali moja ambalo alijiuliza kwamba, je, kompyuta ina uwezo wa kufikiri? Na hilo swali alilipropose kwa kuandika Turing test, kuweza kujiuliza kama mashine ina uwezo wa kufikiri. Na lengo la hiyo Turing test ni kwamba waweze kufahamu kama kompyuta ina uwezo wa kufanya conversation kama binadamu, inaweza kuzungumza kama binadamu. Na mwaka 1956 kukawa kuna conference moja ambayo ilifanyika kwenye Dartmouth conference. Hiyo conference ilileta jina artificial intelligence, ambapo ni AI. Hiyo artificial intelligence, wao wenyewe wale investor pamoja na katika ile conference walifikiri kwamba, walikuwa wana dream, walikuwa wana ndoto za kwamba kompyuta itakuja kuwa kubwa sana, itakuwa na uwezo kama akili ya binadamu. Na kipindi kile kompyuta zilikuwa zinakuwa ni kubwa kama nyumba. Kwa hiyo ilikuwa ni process ambayo itachukua muda kidogo ili uweze kufikisha vile vitu ambavyo walikuwa wanataka kufikisha ndoto zao. Na katika miaka ya 1960 mpaka 1980 kulikuwa kuna vitu ambavyo vilitokea pale. Kulikuwa kuna AI Winter, pia kuna chatbot la kwanza kuzaliwa 1966. Chatbot la kwanza lilikuja ambalo lilikuwa linaitwa Eliza chatbot. Na ile chatbot ilikuwa inatumika kama wanasema physiotherapy. Na ile chatbot ilikuwa linafanya kama physiotherapist. Na lilikuwa haliwezi kufanya kila kitu, bali ilikuwa baadhi ya vitu linashindwa kufanya. Kwa hiyo kuna baadhi ya maswali ambayo ilikuwa linaweza kujibu, lakini ndio evolution ya mwanzoni kabisa ambapo watu wali appreciate ile chatbot, na ilikuwa ni popular sana. Lilikuwa tangu walivyotengeneza pale, investor wengi waliwekeza katika ile chatbot, na serikali pia ilikuwa imewekea nguvu zaidi katika ile chatbot. Kwa hiyo kuanzia ile miaka ya 70 mpaka miaka ya 80, 1970 mpaka 1980, napo kulikuwa kuna kitu kinaitwa AI Winter. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu ile chatbot ambayo ilikuwa imetengenezwa hapa, ni Eliza chatbot, ilikuwa inashindwa kufikisha vile vitu ambavyo investors pamoja na serikali zilikuwa zinataka iweze kufika. Ilikuwa haijakidhi zile ndoto zao ambazo walikuwa wanazitaka. Na ikatokea sasa wale watu ambao walikuwa wamewekeza, investor pamoja na serikali, wakawa hawataki tena kuendelea kuinvest katika AI, kwa sababu ndoto zao zilipotea, kwa sababu walikuwa wanakiona kile kitu hakijafika wanachokitaka, hakijafikia malengo ambayo walikuwa wanatarajia. Na kuanzia miaka 1990 mpaka 2010 na AI ikarudi tena
ambapo kampuni kubwa duniani ambayo ilikuwa inaitwa IBM ilitengeneza pia AI, ambapo katika hicho kipindi cha miaka 1997 ambapo IBM ilikuja na model yao kubwa ambayo ilikuwa inaitwa Deep Blue, ambapo ile model iliweza kushindana na champion mkubwa wa chess duniani na ikamshinda. Hapo ndo kama vile AI ilianza kujulikana tena upya, ilikuja kwa kitu kipya kabisa. Na kwa ile miaka ile 1990 mpaka 2010 deep learning nayo ilitokea pale, kwa sababu tukiangalia katika hiyo miaka kulikuwa kuna vitu vitatu kabisa vilikuwa vinapatikana. Cha kwanza kulikuwa kuna internet, ukimaanisha ya kwamba internet kulikuwa kuna data za kutosha, kulikuwa kuna information za kutosha ambazo zilikuwa zinapatikana katika internet. Pili kulikuwa kuna GPU, graphical processing unit. Kampuni kubwa ambazo zilikuwa zinatengeneza GPU GPU zilikuwa zinapatikana, na GPU ilikuwa inasaidia vitu vingi sana, especially kwenye vitu vya kurun in parallel. Tunajua GPU vitu vyake ambavyo inaweza kufanya ni vitu vikubwa sana. Haitumii nguvu kubwa sana, haitumii sana energy, lakini inaweza kufanya kazi kubwa kwa sababu vinakuwa vina run in parallel. Na kitu cha tatu ni neural network. Neural network ni maana ya kipindi cha hii miaka sasa ya kuanzia 90 mpaka 2010. Neural network ni kuweza kutengeneza software ambazo zinakuwa zina uwezo wa kumimic the brain ya mtu. Ukiwa na maana ya ubongo wa mtu, wanatengeneza kitu ambacho kinakuwa kina simulate au kinaonekana kama vile ubongo wa mtu utakavyokuwa unafanya kazi. Watatengeneza kitu ambacho kitakuwa kinafanya kazi kama hivyo. Na baada ya miaka 2010 sasa 2017 kulikuwa kuna baadhi ya watafiti kutoka Google, ambapo hao watafiti walikuja na paper yao, wanasema makala ambao walipublish, ambayo inasema. Kwa hiyo kwenye ile 2017 Google kulikuwa kuna watu ambao ni researcher au watu ambao wanafanya tafiti, ambao hao walikuja na makala yao moja ambayo ilikuwa inasema attention is all you need. Attention is all you need. Na hapo ndipo revolution ya AI ilipoanzia, kwa sababu walitengeneza muundo mpya, walitengeneza architecture mpya ambayo ilikuwa inaitwa transformer model. Na hii transformer model ilikuwa ni very intelligent. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa inafanya attention, yani kwa mfano labda umeipa sentence, kwa hiyo inakuwa ina focus na neno moja, lakini inakuwa inaangalia ina uhusiano gani na maneno mengine, then inakuletea jibu linalotakiwa kufanyika. Kwa sababu ilikuwa na uwezo wa kutranslate language, ilikuwa ina uelewa huo, ikawa na uwezo wa kusoma baadhi ya maneno. Na katika transformer model au model yoyote ambayo ilikuwa ina uwezo wa kusoma, ukiangalia zile za nyuma zote ambazo zilikuwa za Eliza, hizi nyingine zote za nyuma zilikuwa zinapoteza kumbukumbu kwa haraka, kwa sababu ulikuwa ukipa sentence ndefu inasoma vizuri, lakini ikifika mwisho inasahau vile vitu vya mwanzoni, kwa sababu ilikuwa sio transformer model. Alafu kitu kingine ilikuwa haifanyi hiyo attention, haifocus na kitu kimoja then kuangalia kina uhusiano gani na nyingine. Na hii ya sasa hivi sasa unaweza ukaipa kitabu kizima, unaweza ukaipa sentence nzima na ikaweza kujibu kwa haraka. Na mostly hizi AI hizi chatbot zote ambazo ziko katika karne ya sasa hivi zinasoma kitu kwa kutumia kitu kinaitwa token. Na token ni nini? Token kwa mfano unaweza kusema mimi ninasoma kitabu. Kwa hiyo AI kama AI au mashine haielewi kama sisi tunavyoelewa maneno yote kwa uzima. Ile inakuwa inachukua either inaweza kuchukua kila neno inayohesabu kama token. Kwa hiyo mimi ni token ya kwanza, pili ni token ya tatu, ile nyingine ni token ya 4. Ndivyo maana huwa wanakuambia kwa mfano Gemini inaweza kukubali paka token let's say infinity. Kwa hiyo utaipa maneno ya kutosha, unaweza kaipa kitabu kizima ikaweza kuelewa kila kitu. Kwa hiyo ukiwa unauliza maswali inakuwa inatumia ile attention. Na tunaona mwaka 2022 mpaka sasa hivi tunaona AI nyingi zinakuwa na uwezo wa kutumia sasa transformer model na kutengeneza kitu juu yake. Kwa mfano
Watu wengi nadhani hawajui maana ChatGPT. GPT maana yake ni Generative Pre-trained Transformer ambayo sasa ChatGPT imetengenezwa juu ya transformer model. Transformer model inafanya kazi yake, then wakaiongezea inakuwa inafanya generative, kama vile generative language model. Sasa katika hii miaka ya ChatGPT na nini, inazaliwa kitu kingine kinaitwa large language model. Large language model inamaanisha kwamba kuna data nyingi sana katika internet. Ni large kwa sababu inafanya nini? Inafanya multitasking, inafanya video, inafanya audio, inafanya text na ina combine zote kwa pamoja. Hii ndio maana ya revolution ya AI mpaka sasa hivi tulipofikia. Tunaona AI zinakuwa much creative, zinakuwa zinatengeneza vitu vizuri, zinakuwa zinafanya vitu vikubwa kabisa katika ulimwengu wa sasa hivi. Na let me know kama utakuwa na comment, like na share. So hakikisha usubscribe, like and comment. Peace.